Asilimia kubwa ya waganga wanategemea nguvu ya Freemason, wanatumia nguvu ya chama chetu. Asilimia kubwa ya waganga, sawa. Naweza nikasema mganga sio kwamba hana hela. Wanasemaga mganga sio wana hela, si maskini, hawafaidi kwani wenyewe. No, ni siri ya mafanikio. Sawa, mganga mwenyewe asilimia kubwa anatamani, yani yupo ndani yetu, anatumia nguvu zetu. Ndugu mpenzi mtazamaji, mambo vipi? Leo hii tena tupo na Playgold ambaye anajulikana kama tajiri, lakini pia sifa yake kubwa ni kwamba ni mwanachama na pia ni kiongozi wa Freemason. Na leo hii tunataka tujue zile comment ambazo kama watazamaji wao mna comment kwa kuweza kuuliza. Leo hii nimekuja kumtafuta na kuwawakilisha moja kwa moja kuanza kuuliza maswali yenu. I say Mr. Playgold, mambo vipi? Salama, vipi hali? Salama tu, kwema. Kwema, vipi hali? Ase, pole kwa majukumu na pole na kazi. Nashukuru, tunaendelea kupambana bado tunapambania chama. Nashukuru. Tuna maswali kadhaa hapa ambayo tutaka tuweze kujua kutoka kwako. Je, unaniruhusu nianze kuuliza? Unaruhusiwa, uliza kwa sababu mmenipata kwenye nafasi nzuri na moja nzuri leo. Okay, shukrani tajiri. Kitu cha kwanza kabisa ambacho nitaka kuweza kujua kutoka kwako ni kwamba watu wengi sana wanauliza kwamba huu ni mwaka mwingine unaweza kuanza. Je, kuna ofa zozote ambazo kama chama mnaweza kuzitoa? Mara nyingi ofa zetu huwa zinaisha mwezi wa pili, ila kuanzia mwezi wa 11, wa 12, wa kwanza ofa ni moja. Kwa mwezi wa pili hadi mwezi wa pili ipo ndani ya ofa. Ninapozungumzia kwamba mwezi wa pili ipo ndani ya ofa, kwa unavyoisha mwezi wa pili basi na ofa ndio inakuwa imeisha. Kwa sasa tupo na ofa ya kusajili vijana. Tulikuwa na tusajili vijana 1000, mpaka sasa tupo na vijana 800, tumeongeza vijana 200 na kwa tumekaribia malengo. Sawa. Hata pia kwa sababu bado kuna fursa na kuna nafasi, kuna vijana ambao tumewasajili ni wengi. Wameonyesha mwamko na kweli watu wamebadilisha maisha. Unavyozungumzia vijana 800 na imani tayari vijana tayari wamefanyaje, wamesajiliwa na wapo ndani ya chama na taratibu zimekamilika kutokana na nini, na ofa ya mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka. Nashukuru sana, lakini pia tumeweza kupokea comment ya wadau wanauliza au vijana na wengi hapo wanakipenda hiki chama, lakini pia wanafuatilia kuhusu wewe na pili pia wanamfuatilia Playgold. Wengi wanapenda kuuliza kwamba watu wengi wanaambiwa kuna gharama za kwenda kujiunga na Freemason, kuna gharama. Hili unalizungumziaje? Hilo leo nikazungumzia, inawezekana ikawekwa usepo. Hilo inalingana kutokana na nyota ya mtu. Sawa. Gharama pia naweza nikasema hakuna kitu kizuri ambacho hakina gharama. Hauwezi kugharamikia. Kila kitu kina gharama. Na kwa sababu kila mtu ana nyota yake. Sawa, nyota ndio inaweza kufanya uwe na gharama au usiwe na gharama. Kuna mwingine bahati yake ana nyota yake nzuri, bure kabisa anasajiliwa na chama na shughuli mwisho wa mwaka inawapendeza sana watu wengi. Huu mwaka wameufaidi kwa sababu mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka huu mwezi wa kwanza watu wamefaidi wengi sana kutokana na ofa. Uwe na nyota mbaya, uwe na nyota nzuri, yani tumesajili vijana wengi sana. Yani mimi naendelea kuwapa hongera. Swali lingine Mr. Playgold. Vipi kuhusiana na vijana wanaovimba mtaani kwamba wana pesa wana nini? Hii ikoje hii Mr. Playgold? Naona kuna vijana naona wanavimba sana mitaani, na kati ya miezi mnaoisema mmetoa ofa ndio tumeona vijana wengi wakiwa mtaani wanavimba, wana pesa, wana nini, wana magari. Hili sijui limekaje. Pia naweza kusema ni miongoni mwa vijana ambao tumewasajili mwishoni wa mwaka na huu mwanzo wa mwaka. Na pia kwa sababu kila mtu ana siri yake kwenye maisha katika utafutaji. Sawa, kwa siwezi kuwazungumzia sana leo nikatoa siri kwamba nimemsaidia mtu fulani au mtu fulani anayemsema nilimsaidia mimi. No. Kwa sababu ndio maana nasema ndani ya chama cha kwanza tunahitaji mtu ambaye anaweza kutunza siri, anaweza kufuata utaratibu na sheria za chama. Kwa mimi kama mhamasishaji, kama kiongozi, siwezi kutoa siri ya mtu yoyote ambaye nimemsaidia na yupo ndani ya chama. Kwa hiyo itabaki siri, na mimi nawaombea waendelee kuvimba kwa sababu wamepambana na wameamua kubadilisha maisha yao kuingia ndani ya chama. Wavimbe sana. Vimba sana hata ukipata nafasi.
na kila siku nazungumzia, ukipata nafasi ya yani umepata kitu sawa, umewezeshwa, unacho, kwani ukibania ukifanyia wakati umetumia jasho lako sawa, jasho lako linakufanya uvimbe barabarani, uvimbe kwa watu, uonekane ni mtu ya so lazima upambanie maisha sawa. Sawa, tunashukuru kwa kuweza kulijua hilo, lakini jambo lingine ambalo tutaweza kuweza kulijua ni kwamba watu wengi sana wanahusisha Freemason pamoja na uganga, wanahisi kama vinaendana na uganga. Je, kuna uganga ndani ya Freemason? No, hilo swali nakataa, kwa sababu asilimia kubwa ya waganga wanategemea nguvu ya Freemason, wanatumia nguvu ya chama chetu, asilimia kubwa ya waganga sawa. Naweza nikasema mganga sio kwamba hana hela, wanasemaga mganga sio wana hela, si maskini afaidi, kwani wenyewe no, ni siri ya mafanikio sawa. Mganga mwenyewe asilimia kubwa anatamani, yani yupo ndani yetu, anatumia nguvu zetu. Ni wachache sana ambao wanatumia nguvu ambazo wamepewa, lakini asilimia kubwa waganga sisi tunawasaidia, so hatuwezi kulinganishwa na waganga. Kwanza huwezi kufanisha nguvu ya chama cha Freemason na nguvu ya uganga, ni vitu tofauti sawa. Kwa hiyo Freemason pia si ushirikina. Freemason sio ushirikina sawa. Freemason ni dini kama dini zingine, hilo nazungumza sana, mara nyingi nimezungumza. Freemason ni dini kama dini zingine. Kwa hiyo nyinyi Freemason nguvu zenu haswa mnazitoa wapi? Na sisi tunategemea Mungu, tunategemea Mungu sawa. Sisi tupo chini ya jua, tupo chini ya dunia, lakini tunahitaji tutawale dunia, kwa tunatumia nguvu ya Mungu. Ndio maana sisi ni dini kama dini zingine. Sisi sio wachawi, sisi sio mashetani, hatuabudu shetani sawa. Sisi tunatumia nguvu ya Mungu. Kwa hiyo unapenda kuambiaje vijana au watu ambao walikuwa wanasikiliza maneno ya vijiweni na hawajui ukweli, unawaambiaje? Mimi nawashauri waache kusikiliza maneno ya mtaani. Maneno ya mtaani yanapotosha, lakini ukweli upo ndani ya chama. Jaribu wewe uone, je, hicho kinachozungumzia mtaani cha kweli cha uongo sawa, ila ukweli upo ndani ya chama. Hakuna kitu cha ukweli ambacho kinazungumza mtaani sawa. Sawa, swali la mwisho Mr. Plegod. Nilipokea comment moja kutoka kwa moja ya mtazamaji wa chaneli yetu na aliweza kuongea kwamba ameweza kutapeliwa na mtu ambaye anajulikana Plegod, lakini baadaye nikaja kukutafuta ikajulikana si wewe, ni mtu mwingine ambaye alikuwa anaweza kutumia picha zako lakini pia video zako na kuweza kufanya mambo mengine tofauti na lile ambalo wewe unakusudia. Unawaambiaje watu ambaye anahitaji kuzungumza na Plegod lakini pia anahitaji ampate Plegod mwenyewe ambaye wa ukweli? Ni kweli hilo, hayo mambo yapo, kwa sababu mimi nafuatia sana mtandao, huwa naona. Lakini mtu akihitaji kujiunga na chama cha Freemason na anahitaji kuongea na Plegod, apige video call, ajihakikishie kwamba anayezungumza naye ni mwenyewe sawa. Kama apokee video call, basi huyo sio Plegod, ni muongo, anatumia video zangu, anatumia picha zangu kwa ajili ya kudanganya watu, kuendelea kujipatia kipato, na kwamba ile swala tunalipambania kuliharibu lisiendelee kufanyika. Basi naweza kushukuru Mr. Plegod kwa muda wako, lakini pia kushukuru kwa kuweza kutujibu vizuri, na imani nami naweza kufikisha kwa watazamaji wetu na wale ambao walikuwa na maswali haya, basi na imani umeenda kuwajibu na wanaenda kujifunza. Nashukuru sana tajiri. Okay, karibuni tena ndugu zangu, muendelee kuja kunisalimia na mimi nafarijika, tofauti na maneno ya mtaani kwamba yule ni mchawi, yule si Freemason. Freemason jamani ni chama, Freemason ni dini sawa. Kuendelea kuelimisha watu na imani wataelimika, watakuwa vizuri na watafuata miongozo ya kuishi duniani. Na imani na leo sisi kama waandishi wa habari ni siku yetu ya kuokota. Nimewahi waacha Basi ndugu wapenzi watazamaji wetu, tunashukuru kwa kuweza kufuatilia chaneli yetu pendwa, lakini pia nikukumbushe tu usisahau kuweza kusubscribe, lakini pia kulike na kuacha comment hapa. Kama una swali lolote ambalo linahusu Mr. Plegod, basi weza kuacha swali hapo chini, basi na mimi ndaweza kukufikishia exclusive habari siku nyingine, kama kuna swali ambalo utasikia tuweze kuongea naye, lakini pia nitaacha mawasiliano yake hapo chini ili kama una shida naye basi uweze kumtafuta yeye moja kwa moja. Lakini pia nikukumbushe kama alivyoweza kusisitiza tajiri kwamba kama unataka kumpata yeye mwenyewe basi jitahidi kuweza kupiga video call, basi utaenda kumpata yeye moja kwa moja. Basi niweze kutakia
Muda mwema, chao.